Mheshimiwa Joseph Mbilinyi aka Sugu, Mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini. Hongera kwanza kwa kazi na hongera kwa kufika mjengoni katika shughuli wako na kutoka katika fani yako. Je, unazungumziaje kwa ujumla mustakabali wa mwenendo wa bunge la hivi sasa? Mimi naona mwenendo wa bunge wa hivi sasa, kusema kweli, bunge la 10 ambalo mimi ni mmoja wa wajumbe, mmoja wa wabunge, naona ni bunge ambalo linaleta uwakilishi halisi katika Tanzania like never before. Kwa maana kwamba sasa hivi uko nje wananchi wote wanajisikia kwamba wana uwakilishi wa aina fulani katika bunge hili, ukizingatia wingi wa wabunge vijana, hasa wabunge vijana kutoka Chadema. Mimi mwenyewe niko mmoja wapo. Kwa kweli tumeleta vibe fulani tofauti ndani na hilo liko wazi. Unaweza kulinganishaje, pamoja na kwamba ukuwepo zamani, lakini mabunge ya zamani na ya sasa, unaweza kulinganisha vipi? Na unadhani kitu gani kinaweza kikaibwa kutoka zamani kaitwa sasa, ama kikaachwa kutoka zamani kuja sasa? Kwa kweli bunge la sasa hivi, katikati hapa bunge lipoteza mvuto, lakini tunakumbuka mabunge ya zamani yale yakina Mheshimiwa Nandonde, yale mabunge ya kutoa shilingi wakati hata tuko wadogo. Uangalie kwenye TV, unasikiliza kwenye redio tu, lakini unajua kabisa kwamba uko ndani moto uliwaka. Mtu Nandonde katoa shilingi, sijui mzee marehemu Shaba kafanya nini bungeni, Tuntemeke Sanga mara sijui kafanya nini. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto hapa katikati, bunge likatekwa kidogo na watu wasio wawakilishi kwa asilimia kubwa, naomba niseme hivyo. Lakini sasa hivi naona ile hali ya zamani imerudi, japokuwa hatuna tena zile nguvu za kutoa shilingi na vitu kama hivyo, lakini michango yetu na kila kitu, ukali wetu, watu wako serious mle ndani, unaona kabisa ili bunge limerudi kuwa bunge la wawakilishi wa wananchi. Unatabiri nini katika uchaguzi mkuu ujao wa 2015, ukizingatia changamoto na kuchangamsha bunge vijana, hasa vijana bila kujali chama chao? Unasemaje katika uchaguzi unaokuja? Katika uchaguzi unaokuja ni kwamba vijana wengi zaidi tutakuwa ndani ya bunge, kwa sababu Chadema nafikiri na naamini kwamba ndio itachukua mambo mwaka 2015 tu, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi naamini tumeshachukua nchi. We running this country, ila tunachosubiri ni kuchukua dola. Sasa kwa sababu tutakuwa na bunge wengi vijana, kwa sababu tutakuwa na dola, kwa sababu tutaendesha serikali, nafikiri unajua kitakachoendelea ni moto kwenda mbele. Mr. Tuke, mtu anajua kama wewe ni msanii. Yeah. Anajiuliza sasa hivi umefikia sehemu yako hiyo ambapo unaweza ukapewa majukumu makubwa zaidi. Vipi sanaa? Umeiacha? Sanaa sijaiacha. Sanaa iko pale pale, bado nitarekodi kadri nitakapopata chansi. Lakini kwa sasa hivi na bahati nzuri mimi ni waziri kivuli wa wizara inayohusika na sanaa. Kwa hiyo kwa sasa hivi niko katika nafasi nzuri zaidi ya kupigania policy, yani sera, ya kupigania sheria za biashara, kupigania copyright, kupigania muziki kwa ujumla kwa maana ya maboresho yake, ili wale wanaohusika wafaidike nao moja kwa moja kuliko hali ilivyo sasa. Na hata kama nisingekuwa waziri kivuli nisingeweza kuacha harakati za sanaa, kwa sababu moja ndio kitu kilichonifikisha hapa. Kwa hiyo ningeacha michuzi, ndio ungekuwa wa kwanza kuniambia ona Sugu kasahau alikotoka, sasa hivi kama mbunge, tai nyingi na kila kitu, gari kubwa nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo muziki hatujaacha kwa maana ya harakati na hata kurekodi itakapobidi. Baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa Sugu, mtu angependa kujua, je, utaingia studio karibuni? Sasa hivi niko studio kwa ajili ya kurekodi Antivirus Volume 1 Part 2 na washikaji. Hii ni sehemu ya harakati pia ya kupigania muziki wetu, na nitaingia studio kadri nitakavyohitajika, kadri nitakavyoalikwa. Wewe ni binadamu kama wengine. Ukiacha muziki na ukiacha shughuli zako za siasa, unatumia vipi muda wako kwa kawaida wa ziada tuseme? Kuangalia news zaidi. Mimi naangalia sana news, Al Jazeera, CNN. Napenda sana siasa za kimataifa, kuangalia dunia inavyokwenda na vitu kama hivyo. Zaidi hapo ni kusocialize na washikaji kama kawaida, kukutana na watu wawili watatu, na kwa sasa hivi na huo bunge kukutana na wapiga kura popote ulipo, ukiwa Mbeya, ukiwa Dar, ukiwa Dodoma, lazima kuna mpiga kura tu fulani wa Mbeya atakupigia simu kwamba yuko hapo mjini anataka mkutane kwa hili na ile, kubadilishana mawazo. Hivyo ndio muda wangu wa ziada unapotumika.
katika swali hilo hilo, wewe ni binadamu, vipi family? Sasa kutengeneza family? Tumemaliza pale pale. Nashukuru mheshimiwa.